Filamu inaanzia mahakamani ambapo tunamuona jamaa mmoja anayekwenda kwa jina la King Gi-boom. Jina gumu kidogo hilo. Na huyu jamaa alikuwa ni serial killer, yani wale wauaji wale. Wanaua alafu wanakuwa wanaacha alama. Wanaua watu wengi kweli kweli hawa ma serial killers. Sasa shida kubwa hii kesi ilikuwa haina ushahidi wa kutosha. Na ushahidi uliotolewa pale mahakamani ulikuwa ni wa mtu tu aliyeona bila kuwa na ushahidi tangible. Lakini mahakama ikamhukumu kwa kesi moja, na kwenye hiyo kesi moja ya mauaji jamaa akawa amefungwa miaka 15 jela. Sasa kwa sababu ya hilo, familia za walokuwa wanamhukumu jamaa wakawa wako disappointed kweli kweli, na mle mahakamani wakawa wamekasirika, wanalia, wanapiga kelele na vitu kama hivyo. Sasa kuna detective mmoja au mpelelezi alikuwa anajulikana kwa jina la Diong. Alikuwa hajafurahishwa naye kwa sababu alijua kabisa King Boom hakustahili kupewa miaka 15 peke yake. Haistahili kupewa miaka mingi sana. Na huyu jamaa pia alimuua mkubwa wake na huyu detective bwana. Jamaa akasema kwamba ninaamini siku moja utapata adhabu ambayo unastahili. Sasa mle mahakamani kulikuwa kuna kelele kweli, yani ni vurugu balaa. Lakini pia alikuwepo mtoto mmoja hivi, binti mdogo kabisa. Na huyu mtoto alikuwa anaitwa Nam Hee Joo. Leo majina kweli atanikomoa. Na huyu mtoto alikuwa ni mtoto wa miongoni mwa victims wa huyu jamaa. Na baba yake na huyu mtoto ndo yule kiongozi wa yule detective aliyeuawa bwana. Sasa baadaye nje detective Diong akawa amemfuata Hee Joo. Alijisikia vibaya sana kumuona yule mtoto akiwa anateseka kiasi kile baada ya baba yake kufariki. Sasa sini ikarudi kuonyesha nini kilichotokea pale nyuma. Na siku ile ilikuwa ni kwamba jamaa alikuwa kwenye duty, kwenye kazi zake, akiwa anafanya uchunguzi wa mauaji, lakini kwa bahati mbaya akapigwa kisu cha shingoni, na mkononi mwake alikuwa amebeba zawadi ya birthday ya mtoto wake. Na baada ya kuchoma kile kisu cha shingoni, jamaa alikuwa ameshafika nyumbani kwake, akawa anajivuta kutoka pale alipoangukia mpaka ndani. Na alipofika ndani akamkuta binti yake amelala pale pale ambapo binti yake amelala, na yeye ndio akafariki bwana. Sasa siku inayofuata Detective Diong pamoja na Chief Ben, sasa lengo lao lilikuwa ni kwenda nyumbani kwa bosi wao kwenda kumwangalia. Na kwanza walivyoingia walishangaa kuona kama kuna kitu hakiko sawa. Baadaye wakaingia ndani wakawa wanaona damu, na walivyosogea zaidi wakashangaa kumuona mtoto Hee Joo akiwa amefungua keki na amekaa pembeni ya baba yake ambaye amefariki. Na bwana Dijong baada ya kuona vile, kusema kweli aliumia sana, na akamhakikishia yule binti kwamba nitahakikisha yule mpuuzi aliyekamatwa anapewa adhabu anayostahili kwa kile alichomfanyia baba yako. Sasa miaka 15 ikawa imeshapita baada ya hukumu ya bwana King Boom, na akawa ameachiliwa kutoka jela. Kumbuka alifungwa miaka 15. Sasa ile ametoka jela, mtu wa kwanza aliyekutana naye ni Detective Dijong. Sasa bwana Gi-boom alivyokutana na Detective Diong akamuuliza kwamba hivi kweli wewe bado unadhani mimi ndiye muuaji au ndiye niliyeua watu wote wale ambao wamesemekana mimi nimewaua? Lakini detective hakuongea chochote. Akampa kadi yake na kumwambia kwamba kama unataka kuongea vizuri na mimi kwa yale ambayo umeyafanya, yani dhambi zako zote ambazo umezifanya hapo zamani, kadi yangu hii hapa. Akamkabidhi kadi yake ya benki, alafu akasepa bwana. Lakini upande wa pili Hee Joo alikuwa akiangalia mtu anayepiga violin ambaye alikuwa ni favorite wake kweli kweli. Alikuwa anampenda kweli huyo mpigaji wa violin. Na sasa ameshakuwa mdada mtu mzima na umri wake umeenda, na ni mrembo si haba, si unajua tena. Sasa ukuta wake akawa amebandika sticky notes nyingi sana, akiandika quotes. Quotes ni yale tunazungumziaje kwa Kiswahili, lakini yale maneno ambayo ya kumfariji mtu. Sasa siku ile Hee Joo akawa ameamua kugawa ribbon za kuvaa mkononi kwa watu kwa ajili ya kusherehekea siku ya kansa ya ziwa duniani. Sasa akati anaendelea na shughuli zake, akawa amepitia kwenda kumuona mama yake, na baadaye akati anatoka tunamuona anakutana na baba yake wa kambo, yani mume wa mama yake, ambaye jamaa alikuwa ni addicted kweli kweli na kucheza kamari. Na akampa onyo yule jamaa na kumwambia kwamba tafadhali naomba uwe mtu bora sana kwa mama yangu, huku akiwa anamtabasamia mshikaji bwana. Lakini kumbe bwana Hee Joo alikuwa anafanya kazi polisi pia. Sasa upande wa pili pia bwana Dion naye akawa yuko promoted, yani amepandishwa cheo na sasa hivi amekuwa chief. Lakini
muda huo akawa amemuita Hee-ju pale na kufurahi naye, kumwambia kwamba amepandishwa cheo nini, na akawa amekusanya hela kidogo kutoka kwa wenzie na kumpa Hee-ju, kwa sababu Hee-ju alikuwa anafanya kazi kwa juhudi sana, unajua kusafisha maeneo yale ya polisi na nini na vitu kama hizo. Lakini pia tunajua kwamba Hee-ju amekulia kwenye mazingira ya polisi na amekuwa akipendwa sana na wafanyakazi wa polisi pale bwana. Lakini upande wa pili, sehemu nyingine mbali ambako bwana Jibu akiwa amekaa zake sehemu yuko na simu bwana, akawa anaangalia kwenye simu, kulikuwa kuna namba ambayo imeandikwa Jong Ming Soo. Sasa tangu kipindi kile jamaa ametoka jela, amekuwa akifuatiliwa kweli kweli na Detective Dijang. Sasa akati wanaendelea kufanya monitoring, akati wanaendelea kumfuatilia bwana Jibum, sasa kulikuwa kuna afisa mmoja kijana ambaye alikuwa ni mgeni kazini, akawa anamuuliza detective kwamba kwa nini umekuwa unamfuatilia sana huyu jamaa. Sasa detective akamjibu dogo kwamba bwana Jibum alimuua girlfriend wake na huyo girlfriend wake alikuwa amecheat. Sasa baada ya kuchitiwa, jamaa akaona bora ammalizie mbali huyo mwanamke bwana. Lakini jamaa akamuuliza tena detective kwamba jamaa alikuwa anauaje victims wake. Detective akasema kwamba Jibum alikuwa ni muuaji wa ajabu sana. Kwanza alikuwa anawapiga mpaka pale ambapo anawashinda nguvu, lakini baada ya hapo alikuwa anachukua mfuko wa plastiki na kuwafunga kichwani mpaka hawa watu aishiwe hewa kabisa na kukata uhai wake pale bwana. Lakini pia alikuwa anatumia kamba za kufungia mbwa zile na kuwaning'iniza victims wake mpaka pale ambapo mtu damu itapanda kichwani na kufa bwana. Sasa sini na ama tena inamuonyesha Jibum akiwa hotelini bwana na mwanamke, na mwanamke alikuwa ni malaya bwana we. Akati anaendelea kumgeuza geuza na kumtumia, akati anajaribu kumwaga mayonnaise pale kwa yule malaya, bwana Jibum akawa anakumbuka namna ambavyo alimuua girlfriend wake baada ya kuchitiwa. Sasa yule mwanamke baada ya kutoka mle, yani yule alikuwa anajiuza, baada ya kwenda kukutana na pimp wake. Pimp ni yule mtu anayeunganisha malaya na wanunuzi bwana. Sasa anaonekana kabisa alikuwa hajafurahia kabisa kukutana na huyu jamaa, kwa sababu jamaa anaonekana alikuwa rude, yani ana roho mbaya kweli kweli. Lakini at the same time kwa mbali kuna mtu alikuwa anawaangalia, si mwingine ni Hee-ju bwana. Kumbe Hee-ju na yeye anafuatilia kila kitu kinachoendelea. Sasa kwenye ile hoteli, kwenye basement, yani parking kule, kulikuwa kuna wale detective wawili, yani Dijong pamoja na mwenzie. Sasa Hee-ju na yeye kwa sababu alikuwa eneo la tukio, akawa anasogea ili aweze kuingia kwenye chumba alichokuwa amekikodisha bwana Jibong, kwa sababu binti naye lengo lake ni kwenda kulipiza kisasi. Ghafla akawa amemuona yule pimp bwana. Kabla hajakaa sawa, kuna mtu mwingine akawa ametokea, na huyu mtu aliyetokea akawa amemtia kisu yule pimp, kisu cha shingo bwana, na baadaye akaingia kwenye ile gari na kumuua yule malaya yule alokuepo mle aliyetoka kumwagiwa mayonnaise na nani na bwana Jibum. Sasa baada ya kuona vile, Hee-ju akawa ameshtuka na kushangaa kweli kweli. Baada ya kuona kwamba kuna mtu mwingine, kuna muuaji mwingine, staili zile zile kama ambazo aliuliwa baba yake, naye ndizo anazozifanya huyu jamaa. Sasa siku inayofuata kulikuwa kuna chaos kweli kweli, kwa sababu watu walishangaa sana na kuona imekuwaje kwenye hii hoteli watu wameuliwa kiasi hiko. Na Detective Diong naye akawa amefika pale na amekasirika. Inakuwaje watu wameuliwa? Na wao walikuwepo eneo la tukio. Sasa wakiwa pale walikuwa hawaelewi nini kinachoendelea, kwa sababu jana wakati wanaendelea kumonitor kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea pale, bwana Jibum hakutoka chumbani kwake, alikuwepo pale muda wote, na inaonekana yamkini uuaji huu uliotokea ni umefanywa na mtu mwingine kabisa. Sasa baadaye detective bwana Dijong akawa amemuita Jibum kwa ajili ya kumfanyia mahojiano kituo cha polisi pale. Na jamaa wakati anafanyiwa mahojiano akaongea na kusema kwamba mimi sihusiki na chochote, sijui nani alifanya hayo mauaji, mimi hayanihusu hata kidogo. Lakini sasa akiwa pale anahojiwa, baada ya kuona kwamba amewashinda kwenye mahojiano, bwana Jibum akauliza, tafadhali ni mtu gani aliyetoa taarifa za mimi kufanya mauaji, aliyeniingiza mpaka nikakamatwa? Lakini detective hakutaka kumwambia bwana. Zaidi ya yote akamsukuma na kumfukuza ofisini kwake, mwambia haya ondoka. Jamaa alipotoka akawa amegongana na Hee-ju. Sasa katika kugongana na Hee-ju, jamaa alikaenda moja kwa moja na kuangalia kitambulisho bwana. Akawa amegundua kwamba Hee-ju ni mfanyakazi tu pale pale kituo cha polisi. Basi akaamua kusepa bwana. Sasa muda huo yale maneno yakawa yamemuingia bwana detective. Akawaambia
vijana wake. Sasa hivi kumbuka amepandishwa cheo, amekuwa chief. Akawaambia vijana wake kwamba wamtafute huyo mtu aliyetoa taarifa miaka 15 iliyopita. Aliyetoa taarifa kuhusiana na mauaji aliyoyafanya bwana Ji-Boom. Yaani yule jamaa ambaye Ji-Boom ametoka kumuulizia bwana. Sasa muda huo Haiju akaamua kutoka na kwenda chooni kuosha mikono yake. Baada ya kukutana na mtu aliyemuua baba yake, kwa sababu yeye alijua huyu ndiye aliyemuua baba yake. Akaona hadi kinyaa, ikabidi aende akanawe kwanza kwa sababu amegusana na yule mpuzi. Na alikuwa na hasira naye kweli kweli. Na baada ya pale kama ametoka na kwenda kuanza kuchora picha bwana. Na ile picha ilikuwa inaonyesha hoteli. Na kwenye ile picha ni ile hoteli ambayo bwana Ji-Boom alikuwa akiishi kwa wakati ule. Sasa bwana, usiku ule Haiju akiwa ametoka, amekaa kwa mbali hivi, anaangalia nyumba ambayo mama yake anaishi. Alishangaa kumuona baba yake wa kambo anayeishi na mama yake sasa hivi anamtesa kweli mama yake. Anampiga, anamnyanyasa vibaya mno. Sasa baadaye jamaa lilivyotoka nje, Haiju akamfuata bwana na kuanza kumpa haki yake na yeye bwana. Akaanza kumtandika. Akameokota jiwe na kuanza kumpiga na hilo jiwe bwana. Sasa siku inayofuata asubuhi, bwana Ji-Boom akashangaa kuona watu wamekusanyana sana sehemu fulani hivi, akati yeye anafanya zake mazoezi ya kukimbia bwana. Na alipofika pale akamkuta yule mzee yule aliyeuliwa jana na binti. Sasa wakati anaangalia ule mwili, kidonda ambacho kilikuwa shingoni mwa ule maiti kilikuwa kama kinatuma message. Yaani Haiju kuna message alikuwa anaituma kwa bwana Ji-Boom direct kupitia ule mwili wa baba yake wa kambo bwana. Sasa Diong akawa amemuona Ji-Boom pale bwana. Bwana Ji-Boom akaanza kukimbia, lakini wakawa wameshindwa kumpata bwana. Sasa baadaye Ji-Boom ambaye amerudi nyumbani, tunaona ameamua kureveal siri ambayo amekuwa kificha kwa miaka 15 iliyopita. Sasa kumbe muda wote huo amekuwa akifanya research na kufuatilia kila kitu kinachohusu kifo cha baba yake siku ile. Na kwa miaka 15 yote amekuwa anakusanya kila aina ya evidence, na lengo lake kubwa lilikuwa ni kulipiza kisasi. Kwa sababu bwana Ji-Boom kile alichokifanya kilikuwa ni kitendo kibaya na kimemtesa kwa kweli yeye pamoja na familia yake. Sasa bwana, siku inayofuata mama yake na Haiju akawa ameenda polisi kwenye sehemu ya kuhifadhia maiti ya polisi. Na alipofika kule akawa amemtambua yule kama ni mumewe. Akasema huyu ni mume wangu niliyokuwa naishi naye. Sasa baada ya pale Detective Dijong akamwambia Chief Ben kwamba amtumie arrest warrant bwana Ji-Boom, kwamba yuko chini ya ulinzi, inabidi akamatwe kwa ajili ya mahojiano. Kwa nini? Kwa sababu mauaji yaliyofanyika sasa hivi, kila kitu kilichofanyika staili yake ni sawa kabisa na mauaji yaliyofanywa miaka 15 iliyopita. Lakini Chief Ben akamwambia detective kwamba tafadhali Dijong, tunatakiwa kusubiri kwanza. Hatutaki kuwa na haraka kiasi hiko. Tunatakiwa tutengeneze mtego ili tumkamate moja kwa moja. Zaidi ya yote, hii kesi itatushinda na tutajikuta tunaingia kwenye matatizo makubwa sana. Sasa upande wa pili tunamuona jamaa mmoja hivi, butcherman, yani muuza nyama huyo. Na huyu jamaa alionekana mahakamani mwanzoni kabisa kule. Sasa kumbe huyu jamaa lengo lake ni kwenda kumuua bwana Ji-Boom. Kama amefika hotelini kwa bwana Ji-Boom pale na aka-unlock mlango bwana. Ji-Boom akiwa kitandani akawa ameshtukia kwamba kuna mtu anafungua mlango wangu. Aka-escape pale bwana na kujificha. Na yule jamaa alipoingia mle ndani na kusogea moja kwa moja mpaka kitandani kwa Ji-Boom, alishangaa kuona kwamba Ji-Boom hayupo pale kitandani. Sasa alivyoenda chooni kuangalia, akamkuta Ji-Boom yuko tayari amejiandaa na yeye ameshika kisu chake bwana. Akamtia kisu cha mkono bwana. Lakini ghafla bwana, Detective Dijong akawa amefika pale kwenye chumba cha hoteli cha Ji-Boom. Alivyogonga mlango, yule jamaa mwingine yule akawa amejificha nyuma ya mlango bwana. Sasa kama kawaida Detective Ji-Young akawa amekuja kwa sababu bado ana wasiwasi na wana Ji-Boom. Sasa muda huo Ji-Boom akampa signals, yani akampa alama kwamba nyuma ya mlango kuna mtu amejificha hapo na huyo mtu ni hatari. Sasa ile Ji-Young alivyogeuka hivi, ghafla bwana yule mtu akawa ametoroka, yani amefanikiwa kusepa pale. Sasa siku inayofuata Haiju akawa na wasiwasi sana kuhusu mama yake, kwa sababu mama yake amekuwa kimya na hajaongea chochote, na amejaribu kumtafuta hapatikani. Akaenda moja kwa moja mpaka nyumbani kwa mama yake, akagonga mlango, lakini mlango ukawa haufunguliwi na hamna anayeitika. Akaingia ndani bwana. Alipofika ndani alishangaa kuona mama yake amejimaliza, yani amejiua. Hilo jambo likawa limemuumiza sana, kwa sababu watu wanaowapenda wote wamefariki bila hata kumpa taarifa. Sasa upande mwingine wa pili, Detective Dijong akawa amekutana na bwana
Jibung mgawani, ambapo bwana Jibung alikuwa anapata zake msosi na nini. Sasa Jibung alikuwa na akili sana za kipuuzi ujamaa, akawa anamprovoke detective pale, na akawa amemtia cheche bwana, mpaka detective akawa amepata hasira kwelikweli. Na pale bwana Jibung akasema, kabla sijamuua detective Nam, yani baba yake na binti yetu, naye alikuwa ananitafuta kama ambavyo unanitafuta wewe. Sasa kitakachofuata kwako kwa chokochoko nazo niletea, sijui kitakuwa ni nini. Yani akimaanisha kwamba mshua kabla hajamuua naye alikuwa anamzingua na kumfuatilia kiasi hiki bwana. Oya, yale maneno yalimkasirisha sana detective, kiasi kwamba pale pakatokea kivurugu fulani hivi cha maana kwelikweli. Sasa Hiju baada ya kuwapoteza wazazi wake wote wawili, na muda huu akawa ameona pattern ya mauaji yaliyotokea pale hotelini, na akaanza kufuatilia bwana na kuangalia vitu vilitokeaje. Na baada ya kukusanya data zake, kwa sababu binti naye alikuwa anafanya uchunguzi kwa muda mrefu sana, akawa amegundua kwamba kuna muuaji mwingine wa pili, Jibung pamoja na muuaji mwingine. Na hapo akawa amegundua kwamba mtu aliyemuua yule malaya pamoja na pimpu wake alikuwa anaitwa bwana Jong Ming Su, na huyo mtu alikuwa anatafutwa na bwana Jiombi. Na kuanzia pale tunagundua kwamba bwana Jibum pamoja na huyo Min Su walikuwa ni marafiki wa zamani, yani walikuwa ni marafiki kwelikweli zamani. Na wakati wadogo Min Su alimuuliza Jibum kwamba kwa nini wewe na demu wako hamjaachana mpaka leo, na Jibum akawa amegundua kwamba rafiki yake Min Su amekuwa anampenda demu wake. Na wakiwa wadogo hao jamaa au vijana walikuwa wana kazi ya kuchuna wanyama, yani wanachuna kama mbwa wanamchuna, yani vibaya mno yani. Sasa siku inayofuata detective Dijong akawa amepata ripoti, na kwenye hiyo ripoti ilikuwa inaonyesha kwamba bwana Jibung amekuwa akimpigia sana Min Su. Sasa muda huo detective akawa amemuuliza bwana Yu kwamba yule informant wa kesi ya mshikaji miaka 15 iliyopita alikuwa ni nani. Sasa bwana Yu akasema kwamba hapo mwanzoni nilivyoanza kupitia zile taarifa na mafaili yale ya zamani yote, nimegundua kwamba Min Su ndiye aliyeleta taarifa zinazohusu kesi ya bwana Jibum. Akasema lakini baada ya kuchanganua zaidi imejulikana kwamba Min Su pamoja na Jibum ni watu ambao wametoka kwenye kituo cha watoto yatima kimoja, yani walikuwa ni marafiki pia wa kutupwa kwelikweli. Sasa bwana detective alianza kuangalia kesi ya mwisho ile ambapo bwana Jibum alimuua girlfriend wake, na kuanza kuangalia mafaili yake pamoja na picha na nini, akawa amegundua mtu aliyetoa taarifa ya yale mauaji alikuwa ni Min Su. Na sasa kumbuka pale mwanzo bwana Jibum alikuwa anamtafuta sasa Min Su. Sasa baada ya hayo yote detective akaanza kuwa na feeling kwamba kuna kitu kibaya sana kinaendelea hapa. Sasa upande wa pili Haiju, kumbuka na yeye anafanya upelelezi, akawa amepata taarifa zote zinazomhusu bwana Min Su, na akawa amezikopi zote na kuzisoma na kuanza kumtafuta bwana. Sasa akawa amefika kwenye duka moja la pets, yani wale wanyama wa nyumbani wa kufugwa, mfano paka, mbwa. Akawa amefika kwenye hilo duka ambalo wanauza vitu vyao. Sasa sini ikawa imerudi tena polisi, ambapo tunamuona detective Dijong akawa anatoa maelekezo kwa wafanyakazi wake kwamba waanze kuwafuatilia bwana Jibum pamoja na Min Su ili kuendelea wa monitor na kuwafuatilia kwenye hatua zao zote, na endapo watakutana waweze kukamatwa wote kwa pamoja, na asije bwana Min Su akaumia, kwa sababu huyu Min Su ndiye ushahidi wao mkubwa kweli kweli wanaouhitaji wao kwa ajili ya kuwasaidia kuweza kumkamata huyu bwana. Sasa bwana, upande wa pili tunamuona bwana Jibum akiwa nje ya hoteli yake, na anatoa simu yake na kuanza kupiga simu. Anampigia Min Su bwana. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu simu ikawa imeita na Min Su akawa amepokea, lakini kumbe bwana Jibung alikuwa amepata information nyingi sana kumuhusu Min Su bwana. Lakini kumbe hizo information zote alizozipata zilikuwa ni mtego kutoka kwa nani? Kwa detective. Na lengo la detective lilikuwa ni kwamba hawa wawili waweze kuonana ili mtego wao ukubali bwana. Basi baadaye tunaona Jibum akawa ametoka na kwenda kuonana na Min Su. Wakawa wamekutana kwenye duka moja hivi, na Min Su akawa yuko kimya baada ya kukutwa na nani? Na bwana Jibum. Sasa Jibum akamuuliza Min Su kwamba oya we mjinga, kwa nini ulichiti na demu wangu?
Na baada ya demu wangu kufariki, wewe ndo kama mtu wa kwanza kutoa ripoti polisi. Kwa nini? Minsu akasema kwamba yule mwanamke alikuwa hakupendi tena, na mimi kutoka naye sio kwamba nilikuwa natoka naye kwa kumuiba kwako, yani kwa kujificha, kwa sababu yeye alikuwa ameshatangaza kuacha wewe na hakupendi tena. Sasa pale bwana Jibumu akamtishia Minsu na kumwambia kwamba usiku wa leo ni usiku wako wa mwisho kabisa, kwa sababu leo hutoweza kuamka siku ya kesho, kwa sababu ninakwenda kukumaliza kabisa. Sasa baada ya pale bwana, tunaona Haiju akawa ameoda chupa nyingi sana, chupa za glass bwana, na hizo chupa zikawa zimetumwa na kupelekwa nyumbani kwa Minsu. Sasa usiku ule Minsu wakati amerudi nyumbani kwake akiwa kwenye pikipiki yake, alishangaa kuona taa ndani kwake haziwaki tena. Sasa muda mfupi baadaye akashangaa kuona amekanyaga chupa. Kumbe yale yote yalikuwa yanafanyika pale alikuwa ni Haiju bwana. Na muda huo sasa, baada ya jamaa kukanyaga zile chupa na kuanza kuvuja damu miguuni, Haiju akarusha kebo ya umeme bwana, na umeme ukampiga shoti mshikaji, na mshikaji yani Minsu akawa amekufa pale pale. Na usiku ule Minsu bwana akawa amekufa vibaya kweli kweli, mikononi mwa nani? Mwa Haiju. Haiju analipa kisasi hapo taratibu tu. Sasa usiku bwana Jibumu naye akawa amerudi nyumbani kwake bwana. Alipofika nyumbani kwake, anataka kuingia kitandani kulala, alishtuka kweli kweli baada ya kuona kuna mtu amelala kitandani kwake, na ile anafunua shuka alishangaa kuona mwili wa Minsu ukiwa pale kitandani na umefungwa na plastiki, alafu shingoni umebanwa na mkanda wa mbwa ule. Patamu hapo. Sasa jamaa kama amepigwa na butwaa pale, haelewi ni nini kilichotokea, lakini ghafla bwana Haiju akawa ametokea nyuma yake, akamtia bisu lambavuni na kumtia chini ya ulinzi nani? Bwana Jibumu. Jibumu akauliza, wewe ni nani? Lakini Haiju hakusema yeye ni nani. Akasema kwamba nimesubiri hii siku itokee kwa muda mrefu sana, na leo umeingia kwenye 18 zangu. Lakini Jibumu akacheka bwana, akiwa amekwidwa, sijui amekwidwa, sijui amemkwida, amekamatwa pale chini. Akamwambia Haiju kwamba haya niue basi. Haiju akakataa bwana, na lengo la Haiju lilikuwa ni kumtegesha Jibumu kwamba ndiye aliyemuua nani? Minsu bwana. So alichokifanya pale, akamparalyzisha pale mpaka polisi ambapo watafika. Sasa binti akawa ameondoka pale na kumzimisha kabisa bwana Jibumu, na taarifa ikawa imefika polisi. Sasa kabla polisi tu hawajafika, ni muda ule polisi wanakaribia kufungua mlango wake, jamaa akawa amezinduka bwana, na polisi wanaingia mle ndani, akawa amefanikiwa kutoroka. Sasa polisi wakawa wamejua kabisa kwamba huyu jamaa hajaenda mbali. Detective De Jong akawa amewaoda wafanyakazi wake kwamba sikilizeni, hebu sambalatikeni hapa, atafute huyu jamaa, huyu atakuwa hajatoka bado humo hotelini. Lakini muda mfupi baadaye wakuta kapo moja imejawa damu bwana. Wakawa wamewatoa haraka iwezekanavyo. Sasa baada ya polisi kuwatoa wale kapo, yani mtu na mpenziwe, baada ya kuwa wamejaza damu kweli kweli, Detective De Jong akaamua kukaa pale kitandani kwenye kile chumba cha wale kapo. Sasa akiwa amekaa pale, ghafla akaona damu inatokea chini ya kitanda bwana. Akakifunua kile kitanda bwana. Alivyoangalia ameshangaa baada ya kuona kwamba yule aliyekuwepo kule chini ambaye damu yake ilikuwa inavuja alikuwa ni boyfriend wa yule mwanamke ambaye ametolewa mle ndani. Kumbe bwana Jibumu alikuwa amewatriki pale. Alichokifanya ni kwamba alimuua mumewe na udada, alafu yeye akajifanya ameumia pamoja na udada, na wakachukuliwa pale na kubebwa na mapolisi pale kwenda kupewa msaada bwana. Lakini wakiwa kwenye ambulance, Jibumu akamzimisha askari mmoja aliyekuwepo pale bwana na kumuua yule mwanamke, alafu akatoroka bwana. Sasa baada hiyo issue kutokea, chifu wa polisi akawa amekasirika kweli kweli. Watu wanakufa na muuaji anatoroka kila siku, na akatoa oda nzito kweli kweli. Akamwambia kwamba Detective bwana De Jong pamoja na vibaraka wake na wafanyakazi wake wote wapambanie kweli kweli kumkamata huyu jamaa, hata kama wataamua kutumia media ili waweze kupata msaada wa kiraia, lakini inabidi huyu jamaa akamatwe haraka iwezekanavyo. Sasa upande wa pili, Haiju bila kuwa na taarifa yoyote, alikuwa hajui kinachoendelea. Akiwa nyumbani kwake akawa ananunua tiketi ya kwenda kwenye concert bwana. Concert moja kubwa kweli kweli, na muda huo akawa anaandaa suti ya yeye kuivaa jioni ile akiwa ameenda kwenye concert, kwa sababu alijua kabisa kwamba kazi yake imeisha na bwana Jibumu amekamatwa. Yani ilikuwa ni siku ya furaha kwake siku ile.
bila kujua kwamba bwana Jibum alikuwa hajakamatwa bado. Ametoroka, na ametoroka amejificha nyumbani kwa Mensu. Sasa baada ya jamaa kuona rafiki yake amekufa kwa staili ile na chupa zilivyojazana ndani mwa yule rafiki yake Mensu, akasema huyu mwanamke aliyemuua rafiki yangu atakufa kifo kibaya kweli. Jamaa alikuwa amemkasirikia rafiki yake, lakini bado alikuwa anampenda rafiki yake. Ndio maana hata mwanzo alimuua mkewe, mwanamke wake, yule demu wake, akamwacha rafiki yake. Kwa sababu mapenzi yake kwa rafiki yake yalikuwa ni makubwa kweli. Sasa kule kituoni Detective Dijong pamoja na timu yake wakawa wamekaa chini na kuanza kujadili, jamani, tumefikia wapi? Sasa vijana wake wakamwambia kwamba boss, tumeshasambaza picha maeneo yote, Magomeni, Manzese, Mikocheni, Sinza, kuonyesha kwamba bwana Jibum anatafutwa na anatafutwa haswa. Lakini mmoja wao akasema kwamba kusema ukweli boss, mimi nahisi kabisa bwana Jibum hajayafanya haya mauaji. Muda wa mauaji na sehemu ya mauaji na nini, kuna vitu vingi sana ninavyoviona huyu jamaa hajamuua Mensu. Sasa baadaye Jibum akawa amerealize kwamba polisi wanamtafuta kweli, na picha zake zimebandikwa kila sehemu, na yeye sasa hivi inatakiwa awe ni mkimbizi tena, otherwise anakamatwa. Sasa akaamua kwenda kwenye public telephone, zile simu za kibanda zile, unaingia kwenye kijumba chako unapiga simu. Alichoenda kufanya pale, akampigia simu mmoja ya waandishi wa habari na kumwambia kwamba yeye sio muuaji, hajamuua Mensu. Sasa siku inayofuata tunamwona Haiju akiwa anashona scarf kwa ajili ya kuzituma kwenye familia ambazo ndugu zao waliuliwa miaka 15 iliyopita, kwa ajili ya kuwapa pole kwa kile kilichotokea miaka ile. Kumbuka na yeye ni miongoni mwao, kwa sababu baba yake aliuliwa kikatili. Sasa baada ya kumaliza na kuanza kuzituma, sasa akanazituma kwa kupitia njia ya posta bwana. Ghafla kwa bahati mbaya akawa ameona gazeti, na ile gazeti lilikuwa linaeleza kwamba bwana Jibum anatafutwa kweli. Na kwenye ile gazeti linasema kwamba bwana Jibum ameadmit na kuongea na mwandishi wa habari kwamba yeye sio muuaji, hajamuua Mensu. Ilimshtua kweli, na ikampa hasira zaidi kuona kwamba muuaji kama yule bado yuko nje. Lakini pia upande wa pili, polisi kule, habari zikawa zimemfikia, yani ile gazeti likawa limemfikia mkuu wa kituo, na yeye baada ya kujua kwamba jamaa anakataa kwamba yeye hajamuua, akawa amekasirika, akaanza kumchapa maswali mengi sana Detective Dijong, kwa sababu Dijong ndiye alikuwa anasimamia kesi ya Jibong. Bwana hali ilikuwa ni ngumu sana, kwa sababu chief boss wao akawa mkali kweli. Akaanza kumpiga maswali detective na kumwambia kwamba amefikia wapi. Angalia sasa kesi inakoelekea, kwa sababu hata hapa ilipo kesi ishaanza kuwashinda, kwa sababu mwisho wa siku wanakosa evidence. Baadaye tunakuja kumuona detective akiwa ana stress kweli, kwa sababu hii kesi ikawa inamchanganya, inamfanya afikirie kila muda na asiwe na majibu hata kidogo. Sasa muda huu akiwa amekaa kwenye park, anawaza kweli, haijua kama ametokea, kwa sababu haijua alijua anko wake ajala chochote, akawa amemletea kitu angalau ale pale bwana. Akamwambia, anko, ujue nchini kwetu hapa na duniani kote, siku zote watu wabaya huwa ndio wanaoshinda kesi na watu wazuri huwa hawashindi hata iweje. Na akamwambia anko wake asimamie haki na ukweli. Sasa muda huu bwana Jibum alikuwa yuko sehemu amejificha, na muda huu alikuwa amekaa bwana, yuko kwenye kimeza chake, amepanga vijiwe vyeusi na vyeupe kwenye meza bwana. Akawa anapiga mahesabu, miaka 15 iliyopita yeye na rafiki yake Mensu waliua watu 12. Sasa baada ya kufungwa miaka 15 na sasa ametoka jela, kipindi hiki sasa kumetokea mauaji 6, ambapo kulitokea watu 2 ambao walikuwa nje ya hoteli yake, ambao hao watu waliuliwa na Mensu. Alafu 2 tena wengine ambao wale kapo wale walikuwa kwenye hoteli ile aliyowaua, kamuua mumewe na mwingine akaenda kumuulia kwenye ambulance. Na mtu wa mwisho alikuwa ni Mensu, rafiki yake. Sasa pia kulikuwa kuna mauaji mengine ambayo yalitokea kwenye park, na hapo alikuwa yuko confused kweli, na kusema kwamba haya mauaji ya mwisho haya, nadhani yule msichana aliye ni attack last time ndiye aliyeyafanya bwana. Sasa upande wa pili tunamwona Haiju akiwa anasikiliza zake kiredio na akiwa anakumbuka maisha ya nyuma akiwa na baba yake. Na kipindi hiko tunajua kwamba baba yake alikuwa ameachana na mama yake Haiju,
Sasa alikuwa anaishi kama single father bwana. Alikuwa anampikia binti yake, na alikuwa ni baba mzuri sana. Na binti akawa anamwambia baba yake kwamba baba, nikiwa mkubwa nataka nije niolewe na mwanaume kama wewe. Na yale maneno yalikuwa anamfanya bwana Detective Nam, yani baba yake, awe na furaha sana kuhusu binti yake. Na baba yake alikuwa anamsisitiza sana kusoma na kufanya homework na mambo ya shule. Sasa baada ya Haiju kukumbuka hiyo kumbukumbu kumjia kichwani mwake, kusema kweli aliumia kuona baba yake hayupo tena, na imeshapita zaidi ya miaka 15 sasa. Sasa bwana, baadaye tunamwona bwana Ji-boom akiwa ameenda kwenye internet cafe, anatumia kompyuta pale, lakini walikuwa wanakataza kuvuta sigara mle. Sasa mmiliki wa pale kama amemfuata Ji-boom na kumwambia, bro, samahani bwana, tulikukataza kutumia sigara, mbona hausikii? Jamaa likali bwana, likamtishia. Sasa yule mmiliki akasema, mbona hii sura kama naijua? Akaenda kuconfirm bwana, akachukua picha cha polisi kile na kuanza kuangalia kuona huyu ni yeye kweli bwana. Ghafla bwana akapiga simu polisi haraka iwezekanavyo, na taarifa zikawa zimemfikia kabisa detective bwana, akiwa na kijana wake pale. Sasa upande wa pili bwana Ji-boom akawa yuko kwenye ile kompyuta anatafuta taarifa, na wakati anasoma zile taarifa kwenye mtandao akawa amegundua kwamba yule mtu aliyekufa kwenye park ambaye alienda kumwangalia hadi akana kimbia siku ile, akawa amegundua kwamba yule jamaa aliyefariki, aliyeuliwa, alikuwa ni mume wa ex-wife wa Detective Nam, yani alikuwa ni baba yake wa kambo na Haiju. Sasa baadaye akaanza kuitafuta kesi ya Detective Nam na kugundua kwamba Detective Nam alipofariki alimwacha binti mdogo, na akawa amegundua kwamba huyu binti ndiye aliyemwattack, na kusema kwamba kumbe yule binti anayenitafuta na kutaka kuniua alikuwa ni mtoto wa Detective Nam. Sasa huku polisi huku, kumbuka Haiju alikuwa anafanya kazi polisi, akawa anachola painting nyingine, na hiyo painting aliyoichola huku ilikuwa inaonyesha bembea kule park, alafu na mbwa fulani hivi. Sasa muda huo Detective Dijong pamoja na mwenzake wakawa wamefanikiwa kufika pale kwenye internet cafe, na walivyofika pale bwana, wakawa wameingia ndani, na baada ya kufika kwenye ile meza ambayo Ji-boom alikuwa amekaa, hawakumkuta tena bwana, lakini alikuwa hajatoka mle ndani bwana. Wakawa wameshtukia hilo, walichokifanya akawa amepiga risasi ya kushtua watu na kuambia watu wote wakae upande mmoja bwana. Basi wakawa wamemuona pale bwana na kuanza kugombana pale. Ghafla huku na huku jamaa kama amefanikiwa kuescape bwana, na akawa ametoka nje, na ile ametoka nje akamkuta yule detective mwingine kwenye gari, akaiteka ile gari na kuondoka nayo bwana. Akawa amemteka na yule jamaa ambaye alikuwa pamoja na Detective Dijong. Sasa baada ya pale bwana Ji-boom akawa ametoka pale na gari moja kwa moja mpaka kituoni, na getini walinzi walijua kwamba jamaa labda ni afande hivi na nini, akawa ametoka pale na kuingia ndani, na alipoingia ndani Haiju kama akawa amemuona bwana, kakaanza kumfuatilia bwana, lakini Ji-boom akawa ametoka pale moja kwa moja na kwenda kukutana na afande mmoja na kumwambia kwamba naomba unipe taarifa fulani. Jamaa alikuwa na act kama detective na yeye, unajua anaweza kama ametoa ni detective lakini ametoka kituo kingine. So jamaa akamwambia kwamba anataka kujua kuhusu Haiju. Kale ka askari kaanza kumuelezea Haiju ni nani. Akamwambia Haiju ni mtoto wa Detective Nam ambaye alifariki miaka iliyopita, na sasa hivi kazi yake ni kufanya usafi hapa kituoni na nini. Akampa information nyingi kweli. Na baada ya kusikia hivyo Ji-boom akawa amerecall kumkumbuka yule mtoto yule msichana aliyegongana naye juzi alipotoka kuonana na afande pale. Sasa Ji-boom akawa ameomba apewe location anapoishi yule binti bwana. Jamaa akampa bwana location ya binti anakoishi. Sasa muda huo tunamwona Haiju akawa ametoka na kwenda tena kwenye ile duka ile duka linalouza vifaa vya mbwa. Akawa ameenda tena kununua mkanda mwingine wa kufungia mbwa. Sasa muuzaji akamuuliza kwa nini unanunua mkanda mwingine wakati jana tu umekuja hapa juzi sijui umenunua mkanda? Haiju akasema kwamba nina mbwa mwingine nataka na yeye nikampe zawadi, sikuwa na hela ya kutosha siku ile ya kununua mikanda yote miwili. Sasa baada ya pale bwana Ji-boom baada ya kupata information zote zinazomhusu Haiju akaenda kwenye ile gari na kumwangalia Detective Cha yule ambaye alikuwa amemteka na kumzimisha. Jamaa alikuwa hajafa bwana, na Ji-boom alikuwa hataki jamaa afe. Kumbuka jamaa alikuwa ni mtu mjanja sana, alikuwa na manipulate kweli, na lengo lake la kumfanya huyu jamaa asife ni kujisaidia yeye mwenyewe asije akaingia kwenye mtego wa kesi. Lakini lengo lake lilikuwa ni kwamba huyu jamaa atasaidia
kesi yake ikipelekwa mahakamani aonekane kwamba yeye sio muuaji. Sasa muda mfupi baadaye polisi wakawa wamemkuta Detective Cha na kumchukua na kumweka kwenye ambulance na kumkimbiza hospitalini. Sasa upande wa pili polisi walishtuka sana kuona jamaa limeshaingia kituoni, limechukua information za kutosha kituoni na limetoka. Lile jambo lilimkasirisha sana detective bwana, na kuanza kulalamikia wale askari waliokuwa pale kituoni. Lakini wale askari wasema sisi tulikuwa hatujui kitu. Akasema hamjui kitu vipi? Picha tumebandika kila sehemu kwamba nyinyi hamjui na ninyi ni polisi. Simngemkamata tu huyo mpuzi. Sasa nyumbani kwa Haiju, Haiju alikuwa yuko peke yake. Akachukua moja ya vile vikaratasi alivyoviandika. Kwenye kile karatasi kilikuwa kimeandikwa kwamba usidili na watu wabaya, kwa sababu ukidili na watu wabaya na wewe utakuwa miongoni mwao. Sasa nje Jibu alikuwa ameshafika pale na binti alikuwa yuko ndani na yeye anaangalia cheti ambacho baba yake ashawahi kupewa kama afisa bora wa mwaka ule wa polisi, mwaka ule ambao alikuwa anakufa. Na shingoni binti alikuwa amevaa scarf ya pink bwana, na Hiju alikuwa yuko tayari kwa ajili ya kuonana uso kwa uso na Jibum. Alijua kabisa kwamba Jibum anakuja kwa sababu alimuona pale kituoni muda ule. Sasa mlangoni jamaa likapiga kengele ya kufungua, ya kuomba mlango ufunguliwe, na likawa linatumia kisu bro. Yaani kwamba jamaa lilikuwa limejiandaa kwa kweli. Sasa ile anagonga tu kengele, ghafla taa zikawa zimezimwa na Haiju akawa ametokea na kumuattack jamaa, akawa amemtia kisu na yeye bwana, lakini na yeye akawa amepigwa kisu mkononi. Sasa hapo binti akasema kwamba I say, na hapa nimeshajua ni namna gani baba yangu alifeel baada ya kuchomwa kisu na wewe. Sasa akata naongea maneno, Jibum akawa amezubaa kidogo. Binti akamtandika kichwa Jibum na kuchomoka na kukimbia pale. Sasa at the same time kule kituoni wakawa wameshtuka na kujua kwamba sidhani kama Haiju atakuwa salama nyumbani kwake. Ikabidi waanze kujiorganize na kukimbia kutoka pale kwenda nyumbani kwa Haiju kwenda kuangalia usalama wake bwana. Sasa askari mmoja kama amemfuata yule bwana aliyetoa taarifa za Haiju na kutoa location ya Haiju, akamwambia kwamba sikiliza wewe, kama Haiju leo atapoteza uhai wake, maisha yako yako hatarini na wewe pia. Sasa baada hapo tunamuona Haiju akiwa anakimbia na Jibum akiwa anamkimbiza kwa nyuma bwana. Binti akawa amekimbia mpaka darajani bwana. Bahati mbaya akawa amekamatwa pale. Lakini Jibum akawa anamwambia Haiju kwamba hii kesi inakuhusu wewe. Wewe ndio utakayechukua kesi zote hizi zilizotokea baada ya mimi kutoka jela. Wewe ndio ulioua watu wote, hata niliowaua mimi wewe ndio uliowaua. Lakini Haiju akasema kwamba wewe ndiye mtenda dhambi na hizi dhambi zitakukula kweli. Na leo ndio siku yako ya mwisho kwenye haya yote. Kikafanikiwa na kumchoma tena na kisu mguuni, alafu kikacholopoka na kuanza kukimbia tena bwana. Sasa wakati anakimbia yuko njiani akawa amefanikiwa kuwasiliana na Detective Dion bwana na kumwambia location ambayo anaelekea. Oya, magari ya polisi yakageuzwa pale faster na kuanza kuelekea kule ambako binti alikuwa amewapa taarifa. Hiju akawa amekimbia amefika mtoni, akawa amekamatwa tena na yule jamaa. Bahati nzuri binti alikuwa ameokota jiwe na kumtandika nalo yule jamaa tena, akakaa amefanikiwa na kukimbia tena. Sasa akakimbia moja kwa moja mpaka kwenye park. Kumbuka ile painting alikuwa amechora mara ya mwisho, aliweka bembea alafu na mbwa. Kumbe alikuwa ndo hii sasa anaidemonstrate. Sasa muda huo pia polisi na wenyewe wako wengi kweli kweli, wanajipambania kufika eneo la tukio bwana. Sasa Haiju alipofika pale kwenye ile bembea akawa amepanda na kusimama juu ya bembea. Sasa Jibum alivyomuona binti amesimama pale akawa amechanganyikiwa, haelewi inakuwaje binti ameamua kusimama wakati anajua kabisa mimi namkimbiza na nataka kumuua. Akawa anajua hapa ni mtego, anageuka na angalia huko na kule, lakini akawa haoni kitu. Sasa binti akawa amevua ile scarf yake aliyokuwa amevaa shingoni na kuonyesha kola ya mbwa aloivaa shingoni kwake ikiwa imekonektiwa kwenye mnyororo wa bembea. Na hapo bwana Jibum akawa ameshtuka kwamba huyu dogo amemtrick, na akawa ameshtukia kwamba binti ameamua kuweka mtego kwamba yoyote kati yetu atakayefariki hapa ndiye atakayekuwa suspect mkubwa wa kesi zote zilizopita. Na muda si mrefu polisi walikuwa wameshakaribia, na hapo jamaa akanaona kabisa hapa umtego mimi sichomoki. Sasa binti akawa anabembea kwa spidi kweli kweli, na polisi walikuwa wameshafika pale. Sasa binti akajirusha na kuamua kujiua pale bwana. Sasa kile kitendo alichokifanya binti kilimfanya Jibu ashtuke kweli kweli na kuona kwamba huyu binti ni mtu wa namna gani. Wakawa wamemkamata pale jamaa, na baada ya kuona mfanyakazi mwenzao amekufa pale, polisi walikasirika kweli kweli. Wakawa wamemind kwamba wamempoteza mtu wa muhimu kwao pale.
na hawajui nini cha kufanya tena. Siku chache baadaye bwana G-Boom akawa amekamatwa na kuletwa mahakamani. Na siku wakati kesi yake inasikilizwa, kukawa kuna familia zote ambazo huyu jamaa aliua ndugu zao, na zile familia zikawa zimevaa ile scarf. Kumbuka Haiju kabla hajafariki alituma scarf kwenye familia za watu wote ambao bwana Jibu aliua ndugu zao, wakawa wamevaa scarf pale. Sasa baada ya pale jamaa akawa ameshtakiwa na kufungwa jela bwana. Na baada ya kesi, detective akawa ametoka na kwenda nyumbani kwa Haiju. Alipofika nyumbani kwa Haiju alishangaa sana, kwa sababu alikuwa amegundua kwamba Haiju alikuwa anaendelea kupambania kesi ya baba yake kwa muda mrefu sana, kwa sababu nyumbani, yani ndani mwa Haiju, kulikuwa kumebandikwa kila aina ya uchunguzi kuhusiana na mauaji ya baba yake na watu ambao walikuwa wameuliwa kipindi hiko. Na hapo ikawa ni mwisho wa filamu yetu. Asante sana kwa kuangalia filamu zetu, na kama umeipenda hii filamu tafadhali na kuomba ulike, lakini usisahau kusubscribe, kwa sababu 80% ya mnaoangalia filamu zetu hamja subscribe. Oye, nawapenda ile kinoma noma noma, au vipi?